nilivyozungumza naye, niliongea naye maneno mawili tu, alilia machozi mengi sana. Inayo ni stage ambayo ni very destructive. Utajikuta unaharibu reputation, unaharibu mahusiano yako na watu wengine. Sasa baada ya kubagain, akaingia denial. She dated everyone she met. Hiyo depression. Depression is the worst stage to go through. Wengi huwa wanajiua hapa kwenye depression. Wengi wanakata tamaa ya maisha hapa. Aliishi miaka 8 na katika hii miaka 8 aliishi vizuri kuliko miaka 36 aliyokuwa amekwisha kuishi. Tusichukulie tu grief ni kwamba mtu amefariki and you can't resolve it. Kwa mtu ambaye amefariki huwa zinakuja zile what if ningemwaisha hospitali? What if ile jambo tungeligundua mapema asingekufa? Things right. Kwenye bargain stage watu wengi they go back. Alikuwa amedate na mtu for almost 6 years. Wow. Alafu yule mtu from nowhere akamwambia, alikuwa mstaarabu, akamuita akamwambia, can you please move on? Sababu mimi sina mpango na wewe. I'm getting older. Dr. Happy, naelewa wewe ni mtu ambaye unahusika na mambo ya afya ya akili, si ndio? Yeah. And kuna kitu ambacho watu wengi wanakichanganya kati ya bereavement na grief. Tofauti kati ya maneno mawili ni ipi? Okay, tuanze na bereavement. Bereavement ni hali au state au condition unayokuwa nayo baada ya kupoteza either mtu, relationship, situation, opportunity, kazi au kitu chochote ambacho kilikuwa kina thamani kwenye maisha yako. Kinapopotea, ile hali unayokuwa nayo ndio bereavement au tunaweza tukaita majonzi. Lakini grief ni response yako baada ya kupata hiyo hali ya kupoteza. Response baada ya kupoteza either mtu, kazi, opportunity. Unaweza ukajisikia like sad, confused, emotionally drained, lakini hizi hali zote unazozipata sasa, hiyo response ndio inaitwa grief. Okay, grief, response ya maumivu ya kupoteza, grief ina stage 5. Ambapo stage ya kwanza ambayo tunaitem kama ya kwanza ni denial. Stage ya pili ni anger. Stage ya 3 ni bargaining. Stage ya 4 ni depression na stage ya 5 ni acceptance. So tuna stages 5, si ndio? Ambayo kwenye stage ya kwanza denial inakuaje, yani inakuaje, mtu ana behave vipi mpaka unajua kwamba huyu mtu yupo kwenye stage ya denial? Denial ni ile stage imewekwa ya kwanza kwa sababu denial ni hali ambapo mtu anashindwa kukubali kilichotokea au haamini kilichotokea. Yuko like this is not happening, this isn't it. Kwa hiyo anajaribu kucover emotionally, anakuwa hataki kuamini kilichotokea, kwa hiyo anajaribu kucover. Kwa hiyo kama alipoteza kazi, atajaribu kuonyesha kama ile kazi hakuipoteza. Kwa mfano, atajaribu kuonyesha mafanikio yake kwa watu ili aonekane kwamba hakupoteza ile kazi. Kama amepoteza opportunity, atajitahidi jamii inayomzunguka ione kama hajapoteza opportunities. Kwa hiyo wengi huwa wanafanya covering up, sababu yeye kwa ndani haja accept, hataki kukubali, anakuwa amekataa. Kwa hiyo kwa vile amekataa, anajaribu kuaminisha jamii iliyo karibu yake kuwa hiki kitu hakipo, hakijatokea. Kwa hiyo atafanya vile vitu vinavyoenda opposite na hali aliyopo nayo. Kwa mfano, mtu amepoteza mzazi. Okay? Wengi wao wanajitahidi kuventi labda na mama mdogo, mama mkubwa, shangazi, mjomba, kukava ile situation. Mtu amepata divorce, kapoteza mume au mke, atajitahidi kuanzisha mahusiano mapya kwa haraka kukava ile situation. Kwa hiyo huyu yuko kwenye denial, hataki kuaccept. Na mara nyingi hizi covering up haziwi za muda mrefu na wala sio solution kwa matatizo yake. Okay.
Na hii mara nyingi nimeiona kwenye mahusiano sana. Hii nimeiona mara nyingi sana kwenye mahusiano, kwa sababu unakuta mtu ameachana na mtu huyu leo, baada ya siku chache amepata mtu mwingine. Unaweza kumzungumzaje mtu kama huyu? Huyu sasa anajaribu cover up. Anajaribu kukava kwamba like sijaachwa, sipo kwenye shida ya kuachwa. Kwa hiyo atajivalidate mwenyewe kwa kuingia kwenye mahusiano mapya. Na leo yuko na huyu, leo yuko na huyu, kwamba sio rosi yangu. Na mara nyingi huyu mtu ukipata muda wa kumklaki ndani, anakuwa haingiliki. Tunasema kisaikolojia haingiliki. Hawezi kufunguka mbele yako au mbele ya mtu. Mara nyingi ukikutana na mtu kwa kwenye denial, unamwacha kwanza awe kwenye denial. Unamwacha kwanza awe kwenye denial kwa muda. Mpaka ayaone madhara ya denial, kwa sababu denial is destructive. Denial ni stage ambayo ni very destructive. Utajikuta unaharibu reputation, unaharibu mahusiano yako na watu wengine, unaharibu vitu vingi kwenye jamii kwa sababu unajaribu kufunika kitu. Stage ya pili ni anger, au kwa Kiswahili ukali, kukasirika au makasiriko. Anger. Okay. Kwa Kiswahili cha sasa hivi tunaita makasiriko. That's literal translation. Hii stage mtu anakuwa anajigundua sasa yuko kwenye hali gani, na anatafuta mtu wa kublame. Like ataprojecti kile anachokisikia ndani yake kwa watu wengine. Kwa hiyo hawa watu mara nyingi wanakuwa aggressive, wanakuwa fierce, wanakuwa wakatili, lakini ile ni cover la nje. Ukimfungua ndani unakuta ana huzuni nyingi. Ukibahatika kuongea naye ukapenetrate hiyo outer cover yake alojiwekea. Kwa mfano watu wanamportray huyu mtu ni mkali, mkatili sana, haongeagi na watu. Ukimuuliza kitu anakutukana au anakujibu vibaya. Ukijaribu kuipenetrate hiyo cover, ndani utakuta ni huzuni na maumivu makali. Kwa hiyo hii anger stage ipo. Technically anakuwa ana project hiyo anger kwa watu wengine, lakini kwa kawaida anakuwa anajikasirikia mwenyewe kwa kile kilichokwisha kutokea. Kwa hiyo akikutana na mtu atamjibu vibaya, atakuwa mkali, anakuwa tunahitaje intimidating. Mtu ambaye hata watu wakipita wanampisha kidogo. Watu ambao wanaogopa kuzungumza naye kwa sababu ana maneno ambayo sio mazuri. Hii stage pia wanaipitia, lakini deep down unakuta this person is just grieving. So ni kama defense mechanism ya kuweza kusurvive, ndio? Exactly. Ana develop defense mechanism. Ana develop namna ya anatengeneza cover la nje au gamba ambalo lita intimidate watu, litawapushi watu mbali. Lakini ukiweza kuongea naye ukamklaki, ukapenetrate ndani, utakutana na hayo maumivu na hiyo huzuni. Okay. Amna cha kuongezea hapo kitu kingine labda ambacho kulingana na experience yako? From my experience, mimi nilishawahi kukutana na mtu ambaye alikuwa mkali. She was this beautiful lady ambaye watu walikuwa wanamuogopa. She was approaching her middle 30s. Na watu wanasema huyu dada haingiliki, hana boyfriend, she never has a relationship, ni mkali sana, anajibu watu vibaya. Na kwa vile watu walimuona tu namna alivyo, they never understood. Mpaka kuna siku nilipata namna ya kumklaki. Yani nilivyozungumza naye, niliongea naye maneno mawili tu, alilia machozi mengi sana. Alilia machozi mengi sana. Like watu huko nje hawafikiri kama huyu mtu anaweza akalia kwa sababu ya ukatili wake. Watu huko nje hawajui kama wanaweza kuzungumza naye kwa sababu ya ukatili wake. Lakini ndani alikuwa ameficha vitu, kajitengenezea tu gamba la nje. Okay. Ni sawa ku direct all your emotions kwa watu ambao hawahusiki na kitu ambacho kimetokea? Sio sawa kuprojecti maumivu yako kwa watu wengine in form of anger. Sio sawa, ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini kama wewe hauko na busara za kutosha, lazima ufanye hivyo, kwa sababu it's not you, ni emotions zako zinakudrive. Unless
kama upate nafasi ya kujua unapitia nini. Au uwe mtu mwenye busara sana. Ni watu wenye busara tu sana ambao wanaweza kusema this is my fault. Lakini kama haujabahatika kujua unapitia nini au kuwa na busara ya kutosha, lazima utaproject. Na ni kitu ambacho hakiko acceptable, lakini it's understandable. Kwa sababu yani inaeleweka, yani inabidi muelewe. Lakini sio kitu ambacho ni acceptable. Okay, vizuri sana, umeelezea vizuri sana. Nilikuwa sina uelewa kuhusiana na hicho kitu. Sasa nataka nijue, mtu akiwa kwenye hii stage unaweza kumsaidiaje? Okay. Ukikutana na mtu ambaye amefika hiyo stage ya kuproject maumivu yake kwa watu, anger, namna ya kumsaidia ni kumpa nafasi ya kujieleza. Hawa watu wanaingilika, tofauti na denial. Denial ni mtu ambaye huwezi kumwingia kirahisi, lakini mtu aliyeko kwenye anger anaingilika. Just find a corner ambapo utamruhusu ajiexpose. I feel safe, ajiexpose. Akisha toa yale maumivu yake nje, obvious ile outer cover ita dissolve. The fierceness, the intimidating personality, vyote vitayeyuka. The antisocial behavior itayeyuka baada ya kupata nafasi ya kuexperience, ya kuexpress nini anajisikia. Kwa hiyo mara nyingi hawa watu kuwasaidia ni kazi rahisi. Wanaingilika, mpe tu mazingira ambayo ata feel safe kuweza kujieleza. Kwenye hii stage ya 3 ambayo ni bargaining. What's bargaining? Bargaining ni nini? Bargaining sasa ni opposite ya anger. Bargaining, mtu anatafuta namna ya ku resolve tatizo lilomkuta. Kwa mfano, tusichukulie tu grief ni kwamba mtu amefariki and you can't resolve it. Kwa mtu ambaye amefariki huwa zinakuja zile what if ningemwaisha hospitali, what if ile jambo tungeligundua mapema asingekufa. Amegongwa na gari akafa, what if nisingemruhusu kwenda nje. Hapo sasa maswali yanakuja. Ninaposema ni opposite ya anger, maana yake mtu anaanza kuangalia ndani. The eyes turn inwards. Anaanza what if ningefanya hivi, what if ningefanya hivi. The what if stage, mtu anajaribu kubargain na anajaribu to make things right. Someone trying to make things right. Kwa mfano, amepoteza mtu, tuseme mpenzi. Amepoteza mpenzi, hajafa, yani separation or divorce au kuachana tu. Ndio. Ataanza kutafuta namna ya ku make things right. Kwenye bargain stage, watu wengi they go back. Kwa mfano, someone had a very toxic partner, akajikaza, akasema this is not what I want, akamwacha, akaanza kudinai, akaruka huku na kule, akafanikiwa, akawa mkali, akajijengea utakava, akafanikiwa, akawa mlaini. Baada ya kuwa mlaini tena, anaanza kutafuta namna ya kurudi alikotoka. Kwa sababu now the eyes are turning inwards. Yes. What if mimi ndio nilikuwa namkosea? What if alikuwa ananitreat vibaya kwa sababu nafanya hivi? Huyu mtu alikuwa mtu mzuri. So inakujaga na a lot of self doubts, a lot of regrets. Alafu trying to make things right. Mara nyingi tunaita shrinking stage. Mtu anaanza kushrink. Anaanza kama alikuwa ameweka standards zake hapa, anaanza kushrink, trying to compromise. That's why we call it bargaining. Anajaribu kucompromise to make things right. Labda isingekuwa hivi, ingekuwa hivi, isingekuwa hivi, ingekuwa hivi. Kama isingekuwa hivi, ingekuwa hivi. What if ingekuwa hivi? Kwa hiyo anajaribu kuwork on the what if. Mara nyingi huyu mtu anahitaji msaada mkubwa sana. Kwa sababu, mfano mmoja, mimi niliwahi kukutana na mtu aliyepoteza mke wake. Huyu mtu alikuwa kwenye 50s, early 50s. Amepoteza mke wake miaka 7 iliyopita. Yes. Alikuwa bado kwenye bargaining stage. Ameshaoa mke mwingine, lakini huyu mwanamke akimkwaza, anamwambia angekuwepo mke wangu haya yasingetokea. Angekuwepo mke wangu haya yasingetokea. Anajaribu yani
kucompromise, kushrink. Sasa huyu ni mtu ambaye amefariki. What if huyu mtu angekuwa alive? This person could go back straight. Kumbe wangerudiana sasa. Okay. I understand. Hata kwa watu ambao wana quit behaviors. Yes. Wanafika kwenye hii bargaining stage. Mtu alikuwa mlevi sana. Na yenyewe pia anapitia grief akishaiacha. Anything which makes you happy, ukikipoteza kitapitia stage za grief. Hata kama ni tabia fulani, ukiacha utapitia grief. Lazima upitie stages. Sasa ukifika kwenye bargaining, wengi wanarudi kwenye tabia ambazo tayari walikuwa wamekwisha kuziacha. They try to compromise, they try to shrink, they try hivyo. Aha, okay. So ni mtu anatakiwa afanye nini, au mtu unaweza kumsaidiaje ambaye anapitia hii stage ya bargaining ili kuweza ku break hiyo stage? Ukikutana na mtu ambaye yuko kwenye stage ya bargaining, huyu ni kumharakisha aingie kwenye acceptance. Kumharakisha aingie kwenye acceptance ni kumkumbusha. Kwa mfano, kama alikuwa amequit tabia, imemletea grief, ni kumkumbusha how bad that situation was. Kama ni mtu ambaye amepoteza mpendwa wake kwa kufariki, yani huyu mtu amepotea moja kwa moja, ni kujaribu kumkumbusha kwamba maisha si cycle, yanaendelea. You take steps back, you take steps forward, lakini maisha yanaendelea. Kama ni mtu ambaye anataka kurudi kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni mbaya kwake, mkumbushe how bad that situation was. Kama alikuwa kwenye ndoa mbaya, alikuwa kwenye mahusiano mabaya, alikuwa kwenye tabia mbaya, au amepoteza kazi, vitu ni viwili. Tumkumbushe how bad that situation was, na umwambie how good it will be kama akiweza kutoka hapo alipo. Kwa hiyo unamharakisha kidogo kuja kwenye acceptance. Accept kwamba hiki kitu kimeondoka, hiki kitu hakipo, it doesn't exist. Wanasema the easiest way to let go of the past is to realize it doesn't exist anymore. Life goes on. Life goes on. So that life doesn't exist anymore, then you move. The next stage is depression. Hii stage mtu anajifungia, close to accepting what has happened but not accepting yet. Kwa hiyo huyu mtu ana withdraw. Kama alikuwa ana bargain, ameona hawezi tena, the past can't be brought back, the person amepoteza can't come back, kazi amepoteza haiwezi kurudi. Sasa anakuja kwenye realization of what's happening. Depression, mtu amekuja kwenye realization, kwa hiyo ata withdraw kutoka kwenye jamii. Kwa mfano, atajifungia. Sio kujifungia ndani, kukaa ndani, hapana. Ataweka boundaries. Tena wengine haweki boundaries, they build the walls around them. Hataki rafiki, hataki ndugu awe karibu, hataki kujieleza, anakuwa mkimya kupita kiasi. Yes. Hii sasa ni realization stage. Kwa hiyo mtu yuko kwenye stage ya I have to go through this. Okay, nilipoteza mama, nilipoteza babangu amefariki. I realize nimefiwa na baba. Now nilie sasa. Yeah. Kwa hiyo atapitia hiyo depression. Depression is the worst stage to go through, na inaweza ikawa ndefu sana kama hatapata msaada. Wengi huwa wanajiua hapa kwenye depression. Wengi wanakata tamaa ya maisha hapa. Wengi wana develop tabia mbaya kama ulevi, tumia madawa kulevya hapo kwenye depression. Kwa sababu amerealize amepoteza, lakini haja accept bado. Ana realize na anapitia ile hali yenyewe ya tunaita majonzi. Kwa maana kwamba kwenye stage anakuwa process zote, situation inatokea, yupo kwenye stage ya depression, lakini hajakubali pengine labda kosa ni lake au kosa ni la watu. Anakuwa hajakubali. Yani anakuwa tuseme acceptance tufanye sio kukubali situation, ni kujikubali. Yeah. So anakuwa hajajikubali, ila amesha realize hali imetokea. Katika hii sasa anairealize loss yake, analiona pengo. Kama amepoteza kazi, analiona pengo la ile kazi kwenye maisha yake. Kama amepoteza mtu, analiona pengo la yule mtu kwenye maisha yake. Kwa hiyo wengi kwenye kukop, kwanza huwa wanahisi dunia inawajaji. Kwa hiyo
atajifungia, ata withdraw kutoka kwenye jamii, atakuwa mkimya kupita kiasi. Hata akitembea atahisi watu kama wote wanamcheka, kwa sababu anajua now everyone knows, now everyone sees me this way, now sina baba, now sina mama, so hakuna mtu ambaye yuko nyuma yangu, hakuna mtu anayemsupport. Kwa hiyo ana shrink. Okay, hii sio kushrink, hii ni kupitia, wanaita line low. Ana lie low. Depression tunaweza kusema pia kwa Kiswahili huzuni ya kina, si ndio? Ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Yeah. Depression ni msongo wa mawazo. Kwa hiyo atapata msongo wa mawazo huyu mtu kwa sababu amerealize nini kimetokea kwenye maisha yake. Msongo wa mawazo unakuja na vitu vingi na idea nyingi. Kwa hiyo wengi, hii stage ni mbaya. Ni vizuri mtu atafute msaada. Sasa unapokuwa kwenye umuhimu wa kuzijua hizi grieving stages zinakusaidia kuprogress haraka. For instance, mimi being a psychologist au a master in psychology counseling, naweza pia nikazipitia hizo stage. Napitia grief. The difference is najua napitia nini. Kwa hiyo hazitanichukua muda kama mtu ambaye hajui anapitia nini. Kwa hiyo najiona kabisa hapa amenidinayo, hebu ngoja ni accept. Hapa nina depression, let me tackle my depression. Tafute mtu wa kuzungumza naye. Wengine paka nabidi tuwaforward kwa psychiatrist apate dawa antidepressants, lakini huwa sio idea nzuri sana. Ni kumfanya mtu realize anapitia nini, aanze kuiondoka ile hali. Kwa hiyo depression ni stage mbaya, wengi wanaishia hapa. Wanaishia kubaya. Na ambayo ni stage ambayo inaweza ikachukua miaka mingi sana kama mtu hajapata msaada. Hapa mpaka sasa hivi tumeshapita kwenye stages 4. Ndio? Ndio. Tunataka sasa tuende kwenye stage ya mwisho ndio ambayo ni acceptance. Stage ya mwisho ni acceptance. Hapa mtu ameshapata msongo wa mawazo, amesha deny, amesha bargain, hata kama ameshaenda back and forth mara nyingi, ameshafika ku accept kwamba nimerealize nini kimetokea kwenye maisha yangu and I accept. Hii sasa ni kujikubali. Kwa mfano, nimefiwa wazazi, mimi ni yatima, so what? I have to fight for myself. Acceptance is like breaking out of prison, gaining back your freedom. Hiyo ndio acceptance. You gain back yourself, you gain back your freedom. Unajikubali, unaanza kuishi according na hali ulionayo. Kwa mfano, nilishawahi kukutana na mtu ambaye aligundulika na ugonjwa mbaya ambao wakampa utaishi miaka zaidi ya 4. Aligrief. The good thing is ndugu zake walimtafutia msaada. Ndio. Kwa hiyo alideny. Hapa kwenye denial akawa mlevi kwa sababu bwana, ugonjwa hauwezi kuniua bwana. Ngoja niende kwenye mitisha. Ngoja niende India. Alienda paka India kujaribu kutibu ule ugonjwa. Baadaye tulienda vizuri, alipo accept alikuwa mtu huru sana. Alianza kufanya mazoezi, alianza kula vizuri, alianza kutembelea sehemu ambazo aliwahi kutamani kutembelea kwenye maisha yake. Alipunguza kazi. Alipata uhuru fulani kwenye maisha yake ambao yani kila mtu aliyemuona alimwadmire. So by the time he died a hero. Alikuwa ameshasaidia watu wengi, amegusa maisha ya watu wengi, ameraise awareness ya shida alionayo kwa watu wengi. Alivuka miaka 4. Na alivuka hiyo miaka 4, aliishi miaka 8 by the way. Kutoka kwenye hiyo miaka ambayo alimwambia hawezi kuexceed hapa. Aliishi miaka 8, na katika hii miaka 8 aliishi vizuri kuliko miaka 36 aliyokuwa amekwisha kuishi kabla. Aliishi vizuri kuliko miaka 36 ambayo alikuwa ameshaishi. Unahisi wewe kwa knowledge yako na uzoefu wako, unahisi kama hasingeishi na watu vizuri katika hiyo miaka ambayo alikuwa ameambiwa, unahisi nini kingetokea? Labda miaka ingepungua zaidi au nini kingetokea kama asingeishi na watu vizuri? Kama asingeweza kugundua anapitia nini, asingeweza kuishi na watu vizuri. Kwanza asingeishi muda mrefu.
Pili, angepitia maumivu mengi sana. Yani sio maumivu emotionally, yani afya yake ingekuwa mbaya zaidi, sababu baada ya kuaccept aliweza kuzitako shida zake. Kwa mfano, leo kichwa kinaniuma, najua kinauma kwa sababu ya nini, so nitafanya hivi kupunguza haya maumivu ya kichwa, kuliko angekaa ajijue mimi ni wakufa. Aidha angekufa haraka sana, au angejiua, au angedhuru watu wengine. Lakini baada ya kuaccept ni kama ali break out of prison, akapata uhuru wa maisha yake tena, akasafiri, akatembelea. By the way, akiwa anaumwa aliwahi kupanda mlima Kilimanjaro, yani akiwa kwenye hali ya kuumwa, japokuwa kumaliza safari, lakini alipanda na alishuka. Angekuwa hajakubali, probably angeishia vibaya sana, maisha yake yangeisha vibaya, yangekuwa mafupi sana, yangekuwa mafupi alafu mabaya. Unajua kuna maisha mafupi tu, lakini mafupi alafu mabaya, maisha ya kuishi unajichukia, una regret, that's bad. Watu wanapitia hizi stages in order. The interesting thing is hizi stage haziko in order. Hizi stage haziko in order. Mimi nilishakutana na mtu alianza na anger, atoka kwenye anger akaenda kwenye denial. Pia nilishawahi kuona mtu alianza denial akaenda anger, akaenda bargaining, akarudi denial. Kuna mtu nilishawahi kukutana naye amefika acceptance, akarudi denial, akaenda depression. Kwa hiyo hizi stage hazifati order, na sio kwamba mtu anaweza kazipitia zote. Kuna wengine hawazipitii zote pia, kulingana na uelewa, kulingana na mazingira anayoishi. Kuna watu hawazipitii zote, lakini wengi wanazipitia zote, lakini pia not in order. Yes. Na kuna ile ya kwenda back and forth. Okay, you have done your denial, you skip anger, you go to depression, come from depression you go to anger. Yeah, okay. That's grief. So kumbe pia mazingira yanaweza affect situation ya grief, ndio? Yanaweza affect stages of grief. Ndio, grief na stages zake inakuwa affected na vitu kama vinne. Kitu cha kwanza ni mazingira ambayo mtu yupo, watu wanaoishi nao, jamii ndio mzunguka, inaweza ika-affect sana hizi stages zake za grief. Kitu cha pili ni uelewa, knowledge. Zina affect pia hizi stages za grief na urefu wake na ufupi wake. Kitu cha tatu ambacho kina affect stage of grief ni hiki kitu ambacho mtu amekipoteza, alikuwa anakivalue kiasi gani, the value of the lost person or thing or situation. Yes. Hii pia ina affect stages za grief. Kitu cha nne ambacho kinaweza kuaffect hizi stages za grief ni aina ya maisha ambayo mtu anaishi. Sawa. Au tunaita huwa sipendi kuitumia sana kwenye standard of life. Hata tukikataa huwa ipo kwenye jamii yetu. Kuna madaraja. Kuna maskini, kuna size, kuna wakati, kuna matajiri. So, hii standard of life ina affect sana pia hizi stage. Kwa sababu mtu akiwa na pesa anajua ataweza kufanyaje, si ndio? Anasema pesa inasolve vitu vingi sana. Okay, watu wenye pesa wanapitia grief. Katika namna ambayo mtu maskini hawezi kupitia vile. Wanapitia grief, lakini a sophisticated grief. They can solve it. They can solve it, or they can mask it. Yeah. Because of money. Yeah, they can mask it. Yeah, lakini mtu ambaye pia maisha yake ni duni, grief haiwi fair kwake. Grief haiwi fair kwake hata kidogo. Hata tu ile hali kwamba mtu anaweza ka-afford kumuona psychologist. Na therapist ni wengi, ila trust me, psychotherapy is expensive. Na kuna mwingine ambaye hajui kabisa hata kama huwa kuna psychotherapy. Na ni watu wengi sana. Kwa hiyo hajui kama hiki kitu kina exist. Kwa hiyo hii ina affect pia namna mtu anavyopitia grief yake. Okay. So mtu unaweza kumshaurije mtu ambaye anapitia sasa hivi grief? Mtu ambaye anapitia grief right now, kuna mtu najua ambaye anapitia situation
na kuna watu wengi wataangalia hii podcast. Natamani kujua ni namna gani unaweza kumshauri kulingana na situation yoyote ile ambayo anaweza kuwa anapitia kwenye maisha yake. Unaweza kumshaurije mtu kama huyo? Mtu anayepitia grief, mimi ndachoweza kumshauri, seek help. You are strong, you are independent, you are whatever you are. Seek help. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Seek help. Lakini unapo seek help, hakikisha una seek help mahali sahihi. Kwa sababu mazingira yako yenyewe yanaweza yakaworsen stage zako za grief. Yanaweza yakakupelekea kubaya zaidi. Kwa hiyo seek help, but make sure the help you are seeking iwe kwenye mahali sahihi, mtu sahihi, institute sahihi. Seek help. Grief ni kitu kizito. Umepoteza, umefiwa, umetenganishwa na kitu. Huwa ni kama wanasema ni kama mtu anayeacha addiction yake. For instance, mtu umezoea kufanya wanahitaji 9 to 5 job. Yes. Saa 3 unaanza kazi, saa 11 unatoka kazini, mwisho wa mwezi unalipwa mshahara and life is perfect. Sasa inafika mahali umepoteza hii kazi. Hii ni kama addiction, yani mwili wako ulishazoea. Ni kama mtu aliyeacha kutumia heroin tu, anapopitia ile arosto. Ile situation. Na wewe unapitia arosto. So seek help. Kuipitia mwenyewe sio rahisi, seek help. Na swali kidogo kuhusiana na stages zote kwa pamoja. Mtu anaweza kapitia stages wakati akiwa bado hajapoteza kitu? Yaani akapitia process ambayo okay, nitoe mfano. Kwa mfano, kuna jamaa mmoja nishaye kumsikia anasema kwamba wanawake waga wanapitia hizi stages before hata hajatoka kwenye mahusiano. Is it true? Yeah. Wanawake, they are very well calculated human beings. Amesha calculate kwamba hapa nimepoteza. Yeah. So anaanza kudeny, anaanza kupata depression akiwa hapo. Hajatoka. Akifika kwenye yani ukimwona mwanamke anatoa mguu wake nje, amefika kwenye acceptance. Otherwise women fight so hard. Yeah. Kwa hiyo ukimwona yupo tu, unaanza kumwona mke wako anapata depression. Wanawake nao wao wako hizo. Haumsikilizi. Kumbe mwanzo wako ndo kashafika depression stage hapo. Yeah. Baadaye anaanza kubagain, anakukalisha chini, anakuzungumzisha. Mume wangu hivi, au mpenzi wangu hivi, au mchumba wangu hivi. Unaona wanawake wanapenda kulalamika. Kumbe anabagain. Sasa ukiona anatoa mguu wake, amesha accept. Ashapitia stage zote kamaliza. Amefanya na maamuzi. Sasa wanaume wengi nichogundua, speaking of relationships, huwa wanaanza na denial na anger, au anger na denial. Yaani either anaanza kuwa mkali, anaanza makasiriko, ndio anaingia kudeny, au anaanza kudeny ndio anaingia makasiriko. Wanawake wengi wanapata denial after bargaining. Wengi wanaanza na bargaining. Hiyo ni kwenye perspective ya relationships. Yaani grief zinazotokana na relationship. From what I've seen, from what I've heard, ni kwamba wanawake wengi wanaanza na bargaining. Wanaume wengi wanaanza na either anger au denial. Okay. That's nice. Interesting topic sana. Yeah. Ni topic pana. Ni topic pana. Ni topic mimi ambayo ninaipenda kwa sababu somehow kila mteja wangu ninayekutana naye, kila binadamu amepitia grief, ila huwa they are somehow in a certain stage. I have to explore that ili niweze kufika ndani yake. Lazima ni muassess huyu ana deny au ana bargain au ili uweze kumsaidia. Ili unajua unamsaidiaje? Ndio. No. Okay, I saw my friend, a friend like a sister going through grief. Mimi mwenyewe nishapitia grief hata sio mara moja, mara nyingi. But this one is interesting. A friend like a sister to me. Na wakati anapitia hizi stage, mimi nilikuwa bado sijawa psychology counselor. So,
nilikuja kuzirealize baadaye, and it was wow, that was a perfect roadmap. Alikuwa amedate na mtu for almost 6 years. Wow. No. Alafu yule mtu from nowhere akamwambia, alikuwa mstaarabu, akamuita akamwambia, can you please move on, sababu mimi sina mpango na wewe, I'm getting older, nafikia umri wa kuoa, lakini plan kukuoa wewe haipo. So alibagain alianza na bargaining. Yeah. Trying to make things right, trying to prove she's good, trying to prove she's beautiful like any other, trying to show herself, lakini sio in the denial type, in the denial form, yani ile kwenye kubagain kwamba I'll come at your house, I will cook for you, I will clean, I will stop drinking, I will akajaribu kubagain, kushrink, paka she reached at a point she can't recognize herself anymore, like this is not me, sijawahi kuwa mtu wa aina hii. Alikuwa deep sana. Kwa deep. Sasa baada ya kubagain akaingia denial. She dated everyone she met. Wow. That's bad. And I saw that. I tried to talk as a friend, sasa hapo, not as a counselor, as a friend, like achana na yeye. Alivyotoka hapo akaingia kwenye anger, like wanaume wote akawaita majina ya wanyama. Baada ya hiyo stage ya kuita wanaume wote majina ya wanyama, na akawa hataki kabisa yani kuassociate herself na jinsia ya kiume. In any way akachukia sana ya akawa na makasiriko. Baada ya hapo akaingia kwenye depression. By that time alikuwa anaishi Dar es Salaam, alijifungia ndani, akawa mlevi. Yani akawa mlevi sana, ila yuko ndani. Yes. Like taking tequila mpaka unazima, ukiamka unachemsha supu unakula, unaanza kunywa tena. Akaacha kazi, yani akavurugikwa tofauti sana. Until someday she just decided to get out. Na toka hapo aliokoka. Actually, kuna vitu kwenye maisha vinakufanya uokoke. Aliokoka. Baada ya kuokoka aka accept. So now she's happily married and I'm happy for her. That's very interesting story. Yeah, that's a story of my friend, a friend like a sister. So baada ya mimi kuwa psychology counselor, nikawa na refresh back hiyo maisha aliyopitia. Yeah. Na kwa kuisema hivi ni fupi, but that thing took almost 6-7 years. Kwa kuna story nyingi sana katikati hapo zipo. Kuna story nyingi. It's a 6 to 7 years process. Wow. Ndio kama nilivyosema, kuna vitu ambavyo vinaathiri namna unavyopitia grief. Personality yako, watu wanaokuzunguka hivyo. Lakini kila mtu anapitia. Anavyoipitia introvert sio kama anavyoipitia extrovert, ila wote wanapitia. Yani kila mtu kwenye hii dunia unayemwona anakanyaga ardhi hii, anaitembea, amepitia grief au anapitia grief. Wengine wapo kwenye multiple griefs. Yes. Usipoishi vizuri kwenye denial stage unajikuta kwenye multiple griefs. Wanasema if you are not healed, you will keep fighting the same demon for life. So until you heal, you accept, ndio huyo pepo anakutoka sasa. So kuna kitu umekielezea hapo. Ndio. Kuhusiana na kwamba mtu asipopitia hii stage vizuri. Ulikuwa ni stage gani ya nyuma hapo ambako unaizungumzia? No, kabla hujafika acceptance, usipoi denial. Yeah. The destructive stage. Usipoipitia stage ya denial vizuri utajikuta una multiple griefs. Yeah. I've met someone with multiple griefs. Okay, huyo mtu alitelekezwa, alizaa na mtu akatelekezwa, akachiwa mtoto. Yeah. Then akakutana na mtu mwingine, akazaa naye, akatelekezwa, akachiwa mtoto wa pili. Akakutana na mtu wa tatu, huyu hakuzaa naye lakini alikuwa anampelekesha. So huyu alikuwa bado ana grieve since the first baby dad and the second one, and now grieving the third one, the third person. Sasa huyu mtu alikuwa kwenye hali mbaya,
alikuwa kwenye hali mbaya sana, until nikamwambia you can calm down, stop being desperate, take care of your kids. Basi kwa sababu the more you are trying to prove you didn't lose, you are losing more than that. So you are losing again. So is it similar to kwa kitu kinaitwa law of attraction? Yeah. Una attract vitu vibaya muda wote. Yeah. Because you have something negative in you, you are attracting negative. Until you change that, until you change something in you, you will keep attracting the same people. Wow. Yeah. Ndio maana unakuta mtu anasema mimi nakutanaga na watu wa aina hii tu. Kwa nini? Why? There is something in you hasn't healed yet. Na hicho kitu ndo kinawavuta wale waje kwako. Either you are too desperate because you are left, so uko desperate kupata mtu mwingine, uko desperate kupata kazi nyingine, uko desperate kusaka opportunities. Yeah. So you are desperate, akili yako haijatulia, you won't attract opportunities. You won't attract anything good out of that chaos. Who likes chaos, by the way? Kama ni matatizo who loves chaos? Matatizo utattract matatizo. Kabisa. Kama ni mambo mema utattract mambo mema. Attract mambo mema. So it's how you respond to things. Yeah. Yes, how you respond to things makes the difference. Ndio maana tunaambia seek help. Seek help. Don't think you are... Mimi mwenyewe huwa na seek help. Kwanza nina vent. Rafiki zangu wanajua kwamba mimi ni mtu wa kuvent. I vent a lot. Yeah. Nina jambo limenitesa, find someone to talk to, ambaye naamini huyu ni salama, ni sahihi. Share kitu na. Okay, hata asipokuwa salama na sahihi, ila mimi kimenitoka. It's okay. It's okay. Oh, that's nice. It's a very interesting topic. Kuna mengi sana najua nimejifunza kulingana na hii topic, kutokana na hii topic ambavyo vingine nilikuwa sivijui. Nilikuwa navijua juu au nilikuwa naviishi, nilikuwa navipitia, lakini nilikuwa sijui exactly stage gani ambayo nilikuwa napitia. Kwa na tumaini kupitia hii video kuna watu wengi sana watajifunza. Thank you. Thank you. It's my honor.